Bwana Yesu asifiwe. Leo ninaongelea kuhusu usito wa laana na dhambi. Dhambi ni dhambi tu, China tu ni dhambi. Hakuna dhambi ndogo wala kubwa mbele za Mungu. Yote inaitwa dhambi. Na nikianza na dhambi, ukiangalia katika Biblia, wale watu walikuja na mamao wanataka kuchapa mwanamke kwa sababu amefanya dhambi ya usherati. Hao watu walipofika, Yesu akakuja kaingilia. Na Yesu akawaambia, yule mwenye anajua hajafanya dhambi au wa kwanza kumrushia mawe. Waliposikia hivyo wakaacha. Na Yesu akainama chini akaanza kuandika. Na ninajua Yesu alikuwa anaandika dhambi za ulimwengu. Akiandika wezi wanachomoka wanaenda. Wakora wanashikana wanaenda. Wamushene wanaenda. Wachawi wanaenda. Na alipokuwa kiandika akamaliza, kuinuka juu akapata hakuna mtu aliyekuwa amepaki. Kumaanisha wote walikuwa wametenda dhambi lakini hawachichui. Walikuwa macho yao yanaangalia tu yule mwanamke ambaye amefanya dhambi lakini wenyewe hawachichui. Kumaanisha wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote tumetenda dhambi. Kwa hivyo ni kuombeana, sio kuhukumiana. Dhambi ni dhambi tu. Alafu nikikuja kwa laana, kuna vitu ambavyo watu wanafanya maishani ambavyo vinawaletea laana na hawachichui. Nataka kukwambia msikilizaji wangu, kama ungali na wazazi wawili na unaenda kuwatembelea, alafu unachukua mzazi mmoja unampeleka kando unamfinyilia pesa. Unachukua mwingine unampeleka kando unamfinyilia pesa huko. Na kuambia hiyo ni laana mbaya. Maana hawa sasa ni kama watoto. Huyu anafikiri umepea huyu mingi na huyu anafikiri umepatia huyu mingi. Sasa wanaanza kuongelea hizo pesa. Hizo pesa hasina baraka. Maana wanaanza kutamka maneno machafu wakisema wewe unapenda mama ama unapenda papa. Lakini ukienda kutembelea wazazi ambao ni wawili, unafanya shopping ya kutosha. Ukishafanya shopping ya kutosha, unapeleka, unawaita wote wawili wakiwa pamoja, wakiangalia na macho yao mawili. Unapatia huyu pesa zake, unapatia huyu pesa zake, wakiangalia na macho mawili na shopping umeifanya. Hizi pesa zao watafurahia, wataenda kufanyia mambo yao. Mwenye anataka kupeleka chama, mwenye anataka kujinunulia nini, lakini uwe umefanya shopping ya kutosha. Hautaona malalamishi kwa hizo pesa. Watafurahi, zitakuwa na baraka. Maana ukikosa kufanya shopping na ukawapatia hizo pesa, hata kama wanaangalia na macho, halafu mmoja akachukua pesa zake anaenda kununua chakula na mwingine hanunui chochote, pali huyu mwenye ananunua chakula atalalamika tena, ataongelea hizo pesa, maana zake zimeenda shopping, kwa sababu hukufanya shopping na ukawapatia pesa na mmoja ndiye anakaramia. Na nataka kusema hivi, mwenye unanisikiliza, kama kuna msasi alikuwa anakorofishana na mwingine, alafu unaenda kuingilia unachapa msasi kwa sababu wanakorofishana, haujui walianzia wapi, haujui wanakorofishania nini, haujui ni nani mbaya, ni mama, ni papa, haujui, lakini unaenda kuchapa mmoja. Na kuambia hiyo ni laana. Kama kuna mtu aliwahi enda akachapa baba yake kwa sababu anasumbua mama yake na akamchapa na hajui mama ndio mbaya ama ni nani, na kuambia hiyo laana hata ukipelekea mchungaji hawezi kuomba kama sio wewe mwenyewe uende uombe msamaha. Na kama kuna mtu alichapa mzazi wake na akakufa na hiyo laana, na kuambia sasa hiyo hata sijui nitakusaidiaje, maana ni mbaya mno. Maana kijana akichapa baba yake, pia yeye akifika mkubwa atasaa kijana pia atamunyorosha sawa vile yeye alinyorosha baba yake. Na kama ni mtu amechapa mama yake, pia yeye akisaa msichana tena atamunyorosha. Kuchapa wasasi ni mbaya. Wacha nikwambie, wasasi wanarekebishwa, wanaitwa pamoja, unarekebisha upande sote mbili, huku na huku, sio kuingilia mmoja unachapa. Hizo laana ni mbaya, zinafanya watu wanahangaika. Maana sasa mpaka visasi vya ine watu wananyoroshana sawa kwa sababu ya kunyorosha tu msasi. Maana ni mbaya mno, ni mbaya. Sasa kama alikufa sijui utafanyaje. Kama angali hai kweli unaenda kuomba msamaha, lakini amekufa utafanyaje? Msasi alichapwa na akakufa, ni hiyo laana itafanywaje? Maana waombezi wanaomba tu, yani hawa wanaomba tu, lakini haiondoki. Pale kisasi kitachapana mno, tena itakuwa ni vita vikali mno.
Na kuna watu wengine wanafanya dhambi yenye inaitwa wizi, lakini hawachijui. Maana watu wanaona tu wezi, wakienda kuibia watu wanafikiri tu hao ndio wezi, lakini watu wameingia kwa wizi. Hata huwezi jua Wakristo ni wanani, huwezi jua sio Wakristo ni wanani. Yani watu wameingia kwa kupora watu kupitia kwa kukora, utanganyifu. Yani wanapora mpaka hata wale masikini. Pesa zinaporwa kwa masikini, pesa zinaporwa kwa watu ambao hawajiwezi, kupitia kwa njia ya ukora mno. Na hiyo yote ni dhambi. Nakwambia kama mtu ananisikiliza na anafanya hizi vitu, ajue yote ni dhambi. Hakuna dhambi ile kubwa na ile ndogo. Vitu vidogo hivi pato ni dhambi. Ni dhambi tu. Na pia tunatakana tuheshimu na watu hata wa nje. Tukiheshimu wazazi wetu, pia watu wa nje inatakana tena ikuwe sawa, tuwarekebishe sawa. Maana hizi baraka ambazo tunapata wakati mwingine zinatoka kwa watu wa nje sana sana, sio watu wa ukoo. Watu wa nje ikiwa tutawaheshimu, watatutamkia maneno mazuri kwa maisha yetu, na maisha yetu yataendelea mbele. Lakini pia tukifanya mbaya, pia watu wa nje wakitamka mambo machafu, pia tena sio mzuri. Tuangalie sana tunapoishi kwa ulimwengu huu, tujue tunafanya vitu aina gani. Tuwache mambo ya vitu vitoko vyenye tunaona sio dhambi, na kumbe ni dhambi. Na tukiacha hizi vitu, maisha yetu yatakuwa sawa. Maana sisi wote tu tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sisi wote tu ni watenda dhambi, iwe ni ile kubwa, iwe ni ndogo, ni sisi wote tu. Lakini ni neema ya Mungu tu. Yani Mungu tu anatuneemisha tu, lakini tumetenda dhambi. Kwa hivyo tuombeane, yani mtu arekebishe mwingine kwa njia ya upole, lakini sio kuhukumiana. Haleluya.